Saturn imeingia retrograde leo tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026. Lakini naona watu wana panic sana kuhusu Saturn retrograde. Unaniambia daktari, fanya video tuelezee Saturn retrograde itatuathiri vipi? Daktari, fanya hiki. Sasa mimi nashangaa, kwa nini mnaogopa Saturn retrograde? Mimi naona yenye nguvu zaidi ambayo inaathiri watu zaidi ni Mercury retrograde. Ukiona kwa Saturn retrograde, Saturn ina retrograde tu kwa mwaka mara moja. Inaenda miezi 4 au miezi 5. Lakini kwenye Mercury retrograde inaweza itaenda kwa mwaka mara 3 au 4. Kumbuka kwa Mercury ni sayari ambayo inazunguka jua kwa takriban siku 21. Kwa hiyo inakuwa ina retrograde mara nyingi kuliko hata Saturn. Saturn huko inachukua karibia miaka 29 na nusu kulizunguka jua. Kwa retrograde yake siko chini, retrograde ngumu. Sasa watu wengi nilo wamepanic, kipindi cha Saturn retrograde watu watalipwa karma zao. Kipindi cha Saturn retrograde sijui wengine hata wanafurahi, nilifanywa hiki nitalipia. Sasa ngoja nikwambie mimi kama daktari wako, Saturn retrograde inamaanisha nini? Kwa hiyo tayari Saturn ishaingia kwenye retrograde na imeingia katika nyota Aries. Yani ina retrograde katika nyota Aries. Na imeingia ikiwa na nyuzi 14 au 14 degrees. Sasa ni kipindi kizuri. Unajua watu wengi wanangoja sijui walipwe karma, sijui masuala gani, lakini kile kipindi kizuri sana cha kuweza kutafakari badala ya kukimbilia kuchukua hatua mpya. Saturn retrograde inakualika uweze kupunguza kasi, kwa sababu huyu ni bwana mipango, huyu ni Lord of Karma, ni babu huyu, anataka upunguze kasi, uanze kujiuliza kama kile unachokifanya unajenga maisha yako yanayoendana na wewe na nafsi yako, ama unafanya kwa ajili ya watu wengine. Je, uko katika msingi wa malengo na maadili yako? Kwa hiyo kipindi cha Saturn retrograde unaweza kuwa kuna mambo ambayo hukuyakamilisha, kwa sababu retrograde ni kipindi ambacho si kwa ni kweli sayari inarudi nyuma, lakini kinajimu ni kipindi cha kuweza kuona yale mambo ambayo hayakamilishwa, unaona kwa uwazi ili uweze kuyakamilisha. Kama kuna vitu ambavyo masomo kuyakamilisha, kinakuja kukumbusha uweze. Kwa hivyo kuna ahadi ambazo wewe mwenyewe ulijiwekea, kuna maamuzi iwe ni ya kazi au biashara, kuna masuala ya kifedha, kuna mahusiano ya muda mrefu, kuna mafunzo ambayo bado wewe hujayafahamu kikamilifu. Kwa hiyo Saturn retrograde inapokuja kinajimu, tunasema ni Saturn ni sayari ambayo inatufundisha masuala ya karma, masuala ya kujituma, masuala ya nidhamu. Kwa hivyo inapokuwa na retrograde inatufundisha kuwa wavumilivu, tuweze kuwa na nidhamu, tuweze kuwajibika, na tuweze kufanya maamuzi yenye msingi na maamuzi ambayo yatadumu katika kubadilisha haswa masuala ya mafanikio yetu. Kwa hiyo Saturn pia ina retrograde ikiwa katika Aries. Aries sote tunajua kuwa ni nyota ya kwanza na ni nyota ya ujasiri, ni nyota ya kuchukua hatua, ni nyota ya kujitegemea. Kwa hivyo Saturn ikiwa katika Aries inakufundisha kwamba unafaa ujue ukweli katika kufanya kila kitu. Usifanye vitu kwa haraka. Kama Aries ilipokuwa nyota haraka, kuna bwana usifanye vitu kwa haraka, lakini katika maisha yako, unapojenga maisha yako, hakikisha unajenga katika msingi ulio imara. Kwa hivyo chukua wajibu wako, maamuzi yako, na uweze kuwa na nidhamu ya kuweza kuendelea hata pale unapohisi kuwa nimechelewa, pale unapohisi kuwa nimekwama. Hapana, unafaa kuendelea na kusukuma mbele, kwa sababu iko na ile nguvu ya Aries. Sasa tukiangalia Saturn return. Unajua sasa watu wengi hawajui, wanaona Saturn sijui, kuna wengine hata wana experience second turn ya Saturn return, wengine pengine imefika ya tatu. Nitakuelezea kivipi. Nimekwambia Saturn retrograde inatokea tu mara moja kwa mwaka, na hii kwa sababu kuwa Saturn inakuwa katika kila nyota kwa takriban miaka 2.5 kwenda miaka 3. Sasa tunaposema ina retrograde inachukua pengine miezi 5 ama 4 kwa kila mwaka, lakini Saturn huwa inazunguka jua kwa miaka 29. Kwa hivyo wengine inakuwa ni Saturn yao ya kwanza, Saturn return yao ya kwanza, kwa sababu Saturn huchukua miaka mingi sana kuzunguka jua. Kwa hiyo kwa wale ambao walizaliwa tarehe 7 Aprili 1996 hadi June 1998, hii itakuwa ni Saturn yao ya kwanza, kwa sababu itakuwa imemaliza miaka 29. Na wale ambao pengine ni 1967 mpaka 1969 inakuwa ni Saturn yao ya pili, na wale wa 1937 mpaka 1939 hii itakuwa ni Saturn yao ya tatu. Sasa hiki kipindi huwa kinapokuja, kama wewe ndio Saturn yako ya kwanza katika return yako ya kwanza, kinaweza kuja kukukumbusha kuwa maamuzi yote unayoyafanya, yawe makubwa, hiyo ni masuala ya kuhusu kazi, hiyo ni masuala ya kuhusu mahusiano, hiyo ni masuala ya kuhusu maisha yako kibinafsi, yani chochote kile unafaa ukipangilie kwa mwelekeo ulio na msingi bora. Kwa hivyo historia inajirudia, kwa sababu Saturn in Aries ilipo retrograde mara mwisho ilikuwa 1996.
nika retrograde mpaka pale ilipokuwa 1996 wakati wa retrograde, ika retrograde pale, alafu ikaingia katika safari yake ya kwanza tena, ikaingia katika Taurus, ikakati muda mfupi takriban hapo 1998 kabla hajarudia tena retrograde in Aries, alafu ndio ikaondoka ikiendelea na mzunguko wake wa takriban miaka 29. Sasa ujumbe wa Saturn retrograde si kila siku eti lazima ulipize, kwa sababu watu wanapenda wenzao wapitie mabaya. Niko na baby daddy, niko na ex, niko na baby mama, watakipata walivyonifanyia. Hapana. Lakini ujumbe wa Saturn retrograde ni kwa modi, ni kwa kinajimu zaidi, na ni wakati wa kujenga msingi imara wa maisha yako. Ni wakati wa kuwajibika kwa maamuzi yako yote uliyoyafanya, utawajibika. Ni wakati wa kuachilia kile ambacho unakiona hakikuhudumii tena kuliko kukiweka. Ni wakati pia kuweka mipango yako mirefu, kwa sababu Saturn inatupatia nidhamu. Kwa hivyo hii ni wakati wa kuishi kiuhalisia. Acheni kufeki. Acha kutafuta validation. Eti unafanya kitu kwa sababu unataka mtu mwingine akuone uko vipi. Yani unataka kufanya kitu lakini unategemea matarajio ya watu wengine. Kwa hiyo haifai kabisa. Kwa hivyo ni wakati mzuri unapoanza safari hii ya Saturn retrograde, ni wakati wa kujifundisha uvumilivu na pia kuwa na nidhamu, kwa sababu kipindi hiki unaweza kuwa kuna mwelekeo wa wazi, kuna vitu ambavyo utaviona kwa wazi. Kwa hivyo ni wakati mzuri sana wa kuweza kuachilia yale ambayo hayakutumiki tena, na ni uyaoanisha yale ambayo unaona ni mazuri na ni njia ambayo itakujengea msingi imara. Kwa hiyo retrograde hii kila ambacho nakiona kama ni kikwazo, huenda si adhabu, kwa sababu sisi wenyewe ndio tunajibika kwa majibu yetu. Kwa hivyo unaweza kuwa unaona ishara, kuna sehemu ya maisha yako ambayo unaona msingi wake, jamani, mbona mimi napitia kitu hiki? Sasa Saturn retrograde inakukumbusha kuwa hapo panahitaji kuimarishwa. Kwa hivyo si kipindi cha kuadhibiwa kama wengi wanavyosema. Unajua mimi toka jana na daktari, mbona uongee kuhusu Saturn retrograde? Kwa hivyo si kipindi cha kuadhibiwa jamani. Ni kipindi ambacho unafaa kujiuliza maswali. Je, maamuzi ninayoyafanya mimi jamani yanaendana na maisha ambayo ninayatamani ama kuyajenga? Kwa sababu hiki ni kipindi ambacho tabia ambazo umekuwa ukizipuzia utaziona. Siku chini tabia, utaona vitu vingi. Kuna mipaka ambayo umeshindwa kuiweka, unachikia watu, unafanya sijui mambo ambayo haeleweki. Kuna ahadi ambazo uliziweka lakini hukuzitimiza. Kwa hivyo retrograde inakuja kukufundisha. Kuna ile majukumu ambayo wewe umekuwa ukiahirisha, badala ufanye kitu fulani uweze kujenga msingi wako mzuri wa maisha, lakini umekuwa ukiahirisha. Yale mahusiano ambayo jamani unazidi kuyang'ang'ania hata kama unaona kuna vitu ambavyo viendi sawa. Zile ndoto ambazo umekuwa ukiziongelelea lakini hujaichukua hatua yote wala zitimiza. Kwa hivyo ni wakati ambapo uko tayari kuface reality. Ni wakati ambao ukweli utaanza kujitokeza, kwa sababu Saturn huwa haiondoi visingizio. Ati imekuja kufichua kweli, imekuja kufichua kitu ambacho hakijajengwa juu ya msingi imara. Ukumbuke Saturn ni nyota ya nidhamu. Kile ambacho kimejengwa kwa foundation ambayo haieleweki kitaanguka tu. Kwa hivyo kitu ambacho unafaa kujifunza katika Saturn retrograde ni kupunguza kasi, ili uweze kuona mambo kwa ukweli, uweze kufumbua macho yako, uweze kuanza kuona hapa panafaa hivi, kitu gani kina usumbufu na hisia zangu, kitu gani ambacho nimekiitilia, kitu ambacho hakina maana yoyote katika maisha yangu, kwa sababu vile ambavyo vilikuwa vimefichwa vitaanza kujitokeza. Na karma haiwahusu sijui watu wengine. Unajua pia watu wanataka watu wengine alipo. Kwa nini binadamu lakini mko hivyo? Wanataka watu wengine waweze kulipizwa karma. Hapana, Saturn inakuja kuonyesha matendo ya watu wengine na yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni kipindi ambacho watu wanaweza kukabiliwa na matokeo yao wenyewe waliowafanya kwa muda mrefu. Ile mifumo ambayo iliwekwa pengine ni dhaifu itaanza kuvunjika, zile siri ambazo zilikuwa zimewekwa zitaanza kufichuka, ile mahusiano ambayo kujengwa katika msingi mzuri jamani yatabidi yayumbe au yaweze kuanza upya katika msingi mzuri, au mengine pia yataisha. Lakini jukumu lako si kuechi Saturn inakuja ulipize kisasi wale uweze kulazimisha haki itendeke. Hapana, ule wakati wa kuweza kujijenga upya. Acha Saturn ifanye kazi yake, usiombe mtu mabaya. Kama umekuwa ukielekeza mazuri, acha mazuri yarudi, kwa sababu Saturn ni wakati wa kurekebisha yale makosa ya zamani, uweze kujenga misingi imara maisha yako, uweze kutimiza ahadi ambazo ulijipa na hukuzitimiza. Itakunyorosha utimize. Huyu ni babu, huyu ni Lord of Karma. Kwa hivyo uwe tayari kuwajibika kwa maamuzi yako, kwa sababu katika maisha yako lazima ujenge msingi imara. Kwa hivyo sasa ninaporejea ni mwendo wa kawaida, na wale waliochagua kuwajibika badala ya kukwepa majukumu, basi wawe tayari kuvuna, na wale ambao walikwepa wawe tayari kuadhibiwa ili waweze kuingiza katika msingi sawa. Kwa hivyo sasa ni zawadi kwa wale ambao wanatamani maisha bora,
ni wakati mzuri sana wa kuweza kujizawadia hii Saturn na kuanza kujenga katika msingi imara. Usiombe watu mabaya, usiweze kufikiria ni kipindi sijui cha nani kufanyika hivi. Hakuna kitu kaicho, hakuna. Kwa hivyo kwa tayari kuyakabili yote atakao kuja.